hii hauwezi hipata hivi hivi. Hii si mayai ya kawaida hivi unaiona. Hii si mayai ya kawaida. Hii si mayai ya kawaida. Hii si mayai ya kawaida hii. Wacha nikwambie kweli. Hii ameandika next list at Mary family in USA. Huyu na mwanamke fulani. Kwa sababu Mungu hawachi yatima. Kweli. Yes. Mungu hawachi yatima, hangeacha hii familia yote izimie hivyo hivyo. Akanituma. Unaona hata hawana hata mtoto kijana hii familia. Haina mtoto hata kijana hata mmoja. Unaelewa? So ndio akasema acha wamharibu huyu mwanzo, wakamtumia mchungaji. Wakamtumia yule pastor mwenye tuliambiwa yule ambaye alimlagai hela. Kadri ya yeye anavyotumia uchawi. Unaelewa? Wanavyotumia uchawi ndio apate nguvu zake za kusambaratisha hii ni familia yao. Huyu ni kwa wakina Val na Zena. Uko wao. Huyu ambaye alikuwa shosho yake Esther, bado tunamuita bibi. Katika kila familia ya uchawi. Huyu Esther shosho ya huyu. Si shosho ya huyu sasa. Shosho ya huyu kabisa ni huyu. Sawa? Huyu ambaye anaitwa Grace. Sawa? Sasa hii pale penye ilianzia. Sasa katika kila familia ya uchawi kuna mtu mmoja ambaye anapokezwa uchawi. Na huyo mtu anapokezwa uchawi ni yule ambaye anapendwa sana na huyo shosho yake, unaelewa? Sasa ukija hapa huyu kwa Esther huyu alikuwa anampenda Timotheo. Huyu Timotheo alikuwa na Grace ndio wakawazaa hawa watoto. Ambao ni John Bernard na baba ya huyu. So mama ya John ni Timothy na Grace. Wazazi wa John. Wazazi wa huyu Timothy na Grace. Sawa? Sasa huyu Timothy na Grace walikuwa na hawa watoto watatu. Ambaye ni John, Bernard na Fred. Tunaelewa. Wewe unajua watu wenye unatajwa hapa? Nawajua wote ni wa kwetu. Huyu ni daktari. Sasa ukiangalia hii familia, huyu alikuwa na nyota ambaye anaitwa Bernard. Bernard alimuoa Jane. Na huyu John akamuoa nani? Martha. Unaelewana? Sasa hii ilikuwa familia hii yote. Lakini sasa huyu alikuwa na nyota. Na alikuwa mchungaji. Huyu Bernard alikuwa mchungaji. Kweli. So Bernard alikuwa pastor. Alikuwa mchungaji huyu. Ila haliaga baada ya wao kumnyang'anya nyota. Haliaga huyu akabaki mchane ambaye ni Jane. Jane sasa. Sasa huyu hii nyota ya hawa ndio wanatumia kuangaisha nani? Huyu Jane. Unaelewana? Huyu Jane saizi ukiangalia katika boma lake, saizi hana kitu. Ni ukweli. Ni ukweli yani. Watoto wake ndio amewasomesha. Watoto wake wameajiriwa kazi kubwa kubwa, lakini hakuna hata mmoja mimi anaangalia nyuma. Wote wamesonga mbele. Lakini hii yote inatokana wapi? Kwa huyu John na Martha. So pia Martha ni mchawi. Martha ni mchawi, wameshirikiana. Huyo ni bibi na bwana. Bibi na bwana. Sasa huyu na huyu walisimama kwa haki. Unaona? Fred na Maureen. Walisimama kwa haki. Wazazi wangu sasa. Wazazi wako. Fred na Maureen ndo mama wazazi wako. Sasa hawa walisimama kwa haki. Waliposimama kwa haki, hawa waliona hawa watawazuia nyota yao kung'aa. Wakasema wacha wafanye nini? Wamalize. Baada ya kumaliza hawa walijitolea. So mama ya huyu na baba ya huyu walishaga. Washaga hawa yatima hawa. Walikufa mwaka gani? Siwezi kumbuka, John nilikuwa mdogo sana. Daktari ndo alikuwa mkubwa kidogo. So huyo ndo anaweza elezea. Hawa waliachokiwa wachanga hawa. Sasa walitumika hawa, huyu John na Martha wakajitolea kusema kwamba hawa watoto tutawalea. Sasa John huyu anko yake na bibi yake ambaye ni wachawi wakajitolea kulea Zena na John ambaye ndiye Val. Ndio alikuwa babangu na mamangu, si ndio? Wao ndio waliwaua. Sasa kwanza nimalizane na yeye. Sasa nisogee saa hii kwanza. Acha kwanza nimalizane na yeye. Acha daktari nimalizane na yeye. Acha nikueleze, nataka nikueleze kabisa. Wazazi hivyo na karudi kuniharibu mimi na sister yangu. Si unataka usaidizi wangu? Nataka usaidizi wangu. Tulia. Tulia nikwambie hivyo. Nisikize mimi. Huyu nimpige. Nisikize. Huyu acha naye. Huyu hayuko huyu. Sasa nataka kumua tayari aliyekufa huyu. Hayupo. Nataka tu kumwekelea moja. Tulia tu, huyu hayupo. Niruhusu tu daktari kidogo. Tulia tu, huyu hayupo. Hebu acha tuendeleshwe. Acha nikueleze sasa. Sasa huyu alipofanikiwa akapata green card. Akasafiri kwa njia ng'ambo. So wenye mkumbuki Zena ni ule madam alinitanga hiyo day one.
twende tumsaidie ile history yenye inaendelea paka sasa. Huyo ndo Zaina mwenye alikuwa ametoka kufanya kazi nje ya nchi. Daktari atakuja, mtamuona tu kienda kwa mchungaji, nile anamwacha kana anatibiwa bado. Sasa huyu alipofanikiwa kwenda ng'ambo alimwacha huyu, naelewana. Huyu alimaliza masomo yake ya shule ya upili akafanikiwa kwenda chuo kikuu. Unamuona hivi? Huyu ni mwanasaikolojia mkali. Hapa by the way there is something I need to ask hapa. Hapa ameandikwa Joan na alikuwa anaitwa Val. Ni msichana mmoja. Jina lake halisi ni Joan. Asa Val ile jina ya kibabe kujiita tu mtaani. Sasa ndio jina Val. Na wao walitoa wapi jina Joan? Sasa jina lake halisi ni jina Joan. Kitambo hata sikumbuki vizuri. Na Val ilitoka wapi? Hiyo ndio jina yangu sasa yenye najua. Sasa jina alibandikwa tu la kibabe mtaani. Okay. Sawa? Sasa baada ya kufanya hivyo wakaona huyu si ashasafiri, ameanza kupata hela. Akipata hela huyu naye tayari ashaingia chuo kikuu. Sasa hii familia itaenda kuinuka. Unaelewa? So ndio wakasema acha wamharibu huyu mwanzo, wakamtumia mchungaji. Wakamtumia yule pastor mwenye tuliambiwa yule ambaye alimlagai hela. Daktari nikuulize. Naam. Hii story yetu ulijulia wapi? Mimi nakwambia mimi Daktari Benga, mimi nikiamua kufanya kazi naifanya kazi kwa utaratibu. Basi ningekujua kutoka kitambo. Usiwaze ushanijua, lakini hata sio hujachelewa. Usijali, maisha yako yatakuwa shwari. Nilikuwa nafanya kazi juu. Nitakuonyesha mambo yote tu, wewe usiko na pressure. Tulia tu sasa hapa. Hapa tushafika. Sawa. Sasa huyu mchungaji akakula hela. Sawa? Ile hela yenye alitumia ya Zena. Ikawa kibahati mzuri huyu mchungaji ni kama hii nyota ya hii familia hii familia. Hii nyota ni kali. Inajaribu kuwaka hata kama inazimwa. Nyota ya wazazi wa huyu na yao wenyewe. Na yao sasa hiyo familia. Naelewa. Inajaribu kuwaka. Naam. Wazazi wangu naweza wapata tena? Wazazi wako? Katika ufalme wa pili sasa. Hawezi rudi huku ni waone hata. Saizi ni ngumu, ashaaga wale. Usiwaze, lakini Mwenyezi Mungu yupo. Sawa. Sasa walijaribu wakati huyu mchungaji alipewa zile hela. Kwa sababu huyu Uncle John alikuwa na nia kwamba zile hela zote huyu anatumia. Zote zenye anapata. Huyu mchungaji azile. Akizila huyu akose karo ya chuo kikuu. Unaelewa? Akikosa karo ya chuo kikuu, sasa tayari ashajiingiza kwa mambo ya wasichana. Na ni hivyo apotelee humu ndani. Before endelee daktari. Naam. So huyu pastor ndo ni huyu pastor alitumwa kimapepo ama sasa ile mapepo. Hii uchawi tu wenye waendelea kufanya. Ndo wakakula pesa ya dada ya. Ndio alitumia huyu mchungaji hale pesa za dada ya huyu ambaye ni Zena. Akila hizo pesa zote huyu akose ya kupeleka kwenda chuo kikuu. Sasa Joan. Lakini sasa junyote yao ni kali. Sasa huyu mchungaji hakufika kuzila zile pesa zote. Akapata ni 1.5 milioni, akaona ashaponyoka, akapotea. So alipopotea Zena akafunguka macho, akaona kweli kumbe hapa sina changu. Akatuma hela kwanza. Huyo ndio maana unasema maliza chuo kikuu. Huyo Joan. Maliza chuo kikuu huyo tunamwona. Ushaikuwa na ugumu yote na university? Nilikuwa business yangu ananitumia pesa, ananilipia fees. Hizo pesa zilikuwa zinakusaidia, alikuwa anakutumia kando na kulipa fee? Zilikuwa zinanisaidia pia. Lakini zote zilikuwa zinatumika wapi? Hapa. Amelipa kodi ya nyumba. Amelipa karo. Akipata hiyo nyingine, wane pombe, miadarati, wajinais. Lakini huyu msichana hapa nilikuwa na date, tulipatana nikiwa second year. Naelewa. Lakini na huyu uje kwamba huyu ni wa huyu. Sijaelewa. Huyu msichana ambaye ameandikwa hapa lesbian huyo. Yule ambaye mlimwona nilimfukuza yule. Ni wa huyu. So mamake. Huyu ndiye mamake. Unamaanisha msichana huyu alikuwa na date, mama yake ni bibi ya huyu hapa, huyu John huyu mganga. Huyu mrogi mtoto. Na wewe ulikuwa unajua hiyo? Mimi sikuwa najua. Huyu mtoto hawangemjua kwa sababu hakuzaliwa na huyu. Niko na swali. Naam. Si kumaanisha
mwenye huyu alikuwa na date ni familia moja na huyu. Ni familia moja hila wambali, kwa sababu huyu mama alimzaa, aliolewa na huyu John akiwa na huyo mtoto. Ndio maana hakuwa imleta hata au amjue. Umeona shida ulikuwa ndani. Maajabu. Naelewa? Sasa tunaendelea vizuri. Sasa nimuulize na question mark zimewekwa nini? Sasa mimi ndo namuulize. Penye wameweka question mark. Sasa tutasema huyu jamaa anashinda, hata ndiye alikuwa anafanya dhambi kwa hapa. Alikuwa anashindwa. Ni nini mbaya? Ni nini happen? Najua Mungu ni Mungu wa mayatima. Hawezi huwa watu wote tunataka kufanikiwa. Sasa hapa ndio shida ilikuwa inakuja na akaleta ukombozi mapema. Hiyo ni kitoro tu. Hiyo ni yao. Sasa hivyo alafu ndio muulize sasa, akishamalizia hii muulize na hii next list hii ni ya nini? Ndio mwambie hii ni ya kuna mama kwa tu USA anaitwa Mary mahali na anamuona. Hata hii nimuulize. Muulize sasa hii what next. Kuna mahali anaitwa nini anamuona. Sasa ndio kumuuliza sasa huyu utamaliza hii uchawi yake haitasaidia huyu. Useme hapana. Mimi nilitumwa tu specific kusaidia huyu. Sasa huyu nikianza kudili na yeye na uchawi hivyo ni kumaanisha nitaacha kazi zangu zote naende kudili na watu ndio mrudi hivi. Sasa mkoje muulize na kifagio mayai mchuma tutoke hapa ya mtrito wa action. So daktari, ni kuna swali. Uliza baba. Unajua hapa mimi actually guys mimi nishashtuka. Hapa sijui naweza sema nini but nishashtuka. Juu tukiangalia hapa hizi nataka niulize daktari, hizi ma XX na hii next na hizi ma question mark, hizi vitu ni nini? Hizi zinamaanisha nini? Unaona hapa wameandika next. Sasa tukiangalia hizi XX, hii alikuwa ashamaliza huyu. Naelewa? Shosho yake alimaliza akamgawia huyu. Niko na swali. Nataka daktari nielewe. Sasa huyu ni shosho ya John. So shosho yake huyu ndo pia shosho yake huyu ndo alihusika? Hakuhusika. Mwenye alihusika kwa shosho yake ni huyu. Unaona? Sababu alikuwa ashapokezwa hizi nguvu. Sasa hakuwa anataka huyu pia akuje kuwa pingamizi. Naelewa? Ukipewa nguvu yule ambaye aliyekupokeza unatafuta namna ya kumaliza. Naelewa? Sasa huyu akamaliza huyu. Huyu sasa ambaye alikuja kuwa mchungaji, huyu Bernard ndiye alikuwa amepokezwa. Akamaliza huyu. Sasa huyu akaja akamwibia nyota. John akamwibia Bernard nyota. Ndio maana unaona hapa na hizo question marks hizo. Sasa hizi question mark hizi hapa vile alikuwa anatarajia haikuenda hivyo. Kwa sababu Mungu hawachi yatima. Kweli. Yes. Mungu hawachi yatima, hangeacha familia yote izimie hivyo. Akanituma. Unaona hata mtoto kijana hii familia. Haina mtoto hata kijana hata mmoja. Watoto wako ni hawa wawili tu. Kweli si kweli? Ni kweli. Sasa vile Mungu si mchoyo na si adhumani, akaamua yenyewe wacha tu hii nyota ing'ae. Ndio maana hasa vile mimi nilikuja hapa, huyu mchungaji akapotea, hapa nikakuja nikafungua, akaona kwamba hakuwa anastahili kuwa lesbian huyo. Sasa ndio anashindwa, mbona mambo yangu haifaulu vile nilikuwa nimepanga. So ndo anaeka? Unaona? Ndio sasa maana anajiuliza, kwani kunaendaje, nini naendelea huko kwa hii maisha? Na sasa hii ameandika next list at Mary family in USA. Huyu na mwanamke fulani ambaye yuko nje ya ng'ambo, yuko Gaiboni, unamjua huyu? Namjua. Sasa huyu mwanamke huyu sasa ndio familia ilikuwa naenda impe nguvu. Sasa hii ndio alikuwa anataka sasa akiona imaliza hii. Umesema wewe unajua Mary? Namjua. Aliona akienda kumaliza hii familia, akiangamiza, nitampa nguvu ndio arudi hawa sasa. Aendelee. Guys, hapa mambo ni ngumu. Nadhani hapa daktari leo tunamalizana na yeye. Leo mimi nimekuja kuwasaidia nyinyi. Pana lazima aende vile wazazi wangu. Tutamalizia nyinyi. So daktari tukuje hii side. Nimeona tukiingia na ilifika mahali akachukua tu hii ufagio. Amekuwa akikuzungushia. Hii ufagio kuna maana gani? Sasa hii ufagio ndio nguvu zao. Hii ya kufagia sasa. Ile mambo anataka kufanya anafagia tu. No. Hata wewe yule mwenye uko hapo nje. Kwa wakati tunaamka tu asubuhi unapata kwako kumefagiliwa. Unasema kweli kwani niliacha hivyo? Hapana. Kuna kitu ambacho kinafanyika kwa bomako wewe mwenyewe hujui. Ile kufagiliwa sasa ni wao wanaendelea kufagia zile nyota zenu zote ziende. Sasa hii. Naam.
Na hii mayai ni mayai kumaanisha mayai ya kuku ya kawaida inaweza fanya uchawi. Sawa, acha nikwambia sasa. Kwa hii msione hii mayai hivi vile mnaiona. Hata mwenyewe huwezi ukaishika hii mayai. Nikwambia hivi. Hii mayai sisi usishike. Hii mayai vile iko hivi. Hii hauwezi hipata hivi hivi. Hii si mayai ya kawaida hivi unaiona hii. Hii si mayai ya kawaida. Hii si mayai ya kawaida. Hii si mayai ya kawaida hii. Wacha nikwambie kweli. Hii si mayai ya kawaida. Na hii mshumaa, mbona anatumia mshumaa anaweka 3, alikuwa amepanga hivi. Hiyo ni nini? Sasa hii mshumaa kuna kitu ambacho tunaita kwa kizungu, kwa lugha ya kimombo pyramid. Naelewa? Pembe ngapi? 3. Naelewa? Sasa wanatumia hizi nguvu za pembe 3. Wanatumia. Na anatoa wapi damu? Hii damu ama si damu? Hii ni damu, vendiwaliza kitambo hii. Ndio hii umeshika hapa. Ndio hii damu hii. Sasa hii ni akina nani? Hii sasa hii ni wale watoto wachanga. Kai. Sasa hii wewe kwanza vile ulikuwa umetuma hapa kwa lesbian, ungejifungua mtoto. Na sasa inaweza jifungua? Nitakutibu, usiwe na wasiwasi. Na anatabenga huyu ashafika tayari, usiwe na pressure. Sawa. Fresh Yeah. Na anatoa wapi damu ya watoto? Sasa hii damu ya watoto. Kitu ya kwanza. Kuna mtu ambaye anakaa hivi kidogo, mtu ameshika mimba. Kidogo hivi anasema, mimba yangu ishatoka. Unaelewa? Ama mtu ameua mtoto. Kaenda daktari, kuna time sistangu alikuwa hivyo na mimba na ikakuza ikatoka. Inaweza kuwa damu likuza hapa. Sasa hiyo ni moja wapo yenye wanatumia. Unaelewa? Sistangu angejua hii. Nitawatibu nyinyi wote tu kwa pressure. Naam. Wanatoa wapi hiyo damu? Sasa hii damu ni ya watoto. Mtoto akifa fresh ndio anachukua. So kumaanisha pia kuna watu wanafanya kazi na wao, si peke yake. Si peke yake. Kama hii familia ya US hii ya Mary. Kuna watu kadhaa, si peke yake. Guys, mmesikia watoto wenye mtu akipoteza mimba sijui damu mchunge. Mtoto anaibiwa. Yaani njia ya utatanishi mwenyewe uelewi. Mtoto akibiwa anapotea hivyo hivyo. Mtoto akipotea unasikia mtoto alipotea, sijui mikono imepatikana mahali fulani, kichwa. Hiyo damu hasa ndio wanachukua. Wanachanganya hiyo damu na maji ya bahari ndio wape nguvu. Hapa guys, hapa ni noma. Hapa nimeachia daktari tu yeye mwenyewe. Daktari Benga. Yeye anajua vitu zinaweza fanyika hapa. Mimi hata kenye nimefanyiwa. Nionyeshe, msikuwe na pressure hii. Shika hivi. Shika hivi. Usaguze kitu, sawa? Sasa daktari unafanya? Tulia, hizi nguvu zake nataka kuzimaliza hizi. Sikuwa na pressure. Kwambia Daktari Benga huyu. Sio alikuwa anajifanya bwiji huyo. Nishamaliza huyo. Sawa. Sasa hizi pembe 3 hizi. Haziwezi tayari ishamaliza hizi. Guys, hati hizo si kando ni pembe 3. Huku nje kweli mnafanya mko na mambo. Na hizo si mayai. Hii sasa hii hizi kudhuru, hii shaimaliza nguvu. Sina tayari hapa. Unaona? Hii ingepasuka hivyo. Mtu anaishi. Sasa hii weusi, hizo nguvu zimekufia ndani. Na ikiguza huyo? Sasa hizi nishaimaliza hiyo. Shaimaliza. Sina pressure. Anko wako amekufanyia mambo mpaka uogopi kushika vitu zingine. Mimi leo lazima tumalizane. Siwezi muacha hivyo. Weka mikono yako pamoja. Mikono pamoja. Hivyo. Yes. Yes, babu. Mkopa magoti. Sawa. Utasikia kizunguzungu.
Lakini ukweli mtu mwenye ako na nguvu. Kweli iko na nguvu hii, chunga isikumalize. Vizuri hivi. Nishamaliza sasa. Nishamaliza yule sasa, yeye nishamaliza. Unasikia sasa bila mtu. Nasikia wewe kuna masauti yanatoa hapa. Sasa zimeanza kurudi kwa tumbo. Mnasikia vitu wanafanya. Hii mambo yangu hiyo sasa. Daktari, mbona huyu ana behave hivi? Sasa unajua bado anapiga nazo kule ndani. Na kwanza zimuumize mwenyewe. Sasa tumsaidie. So niko na swali. Naam. Huyu John, uchawi yake imeisha ama ni kwa huyu tu ama? Sasa John pia ninauliza kwa sababu ya hii next list. Sasa acha nikwambie, huyu John uchawi yake kwa huyu imeisha. Sawa? Hila ile uchawi ambayo alipokezwa bado haijaisha. Ni ile nguvu nimemaliza hizi kafanyia kitu familia. Kwa hii familia hizi fanya kitu. Unaelewana? Na huyu amesema anajua Mary. Guys, mimi hapo huyu Mary, hata huyu Mary sasa hivi naweza kuambia pale penye anaishi huyu. Ila sitaki kwanza kuingilia mambo yake huyu. Uchukuze mnadhana nao kabisa. Mary family in the US. Mimi hapo tu hiyo ndo nimeona wameweka hapa, mimi sijui kwaje. Nikianza kufanya hawa ni kumaanisha kila mtu ambaye kuna tatizo nitakuwa nafanya nifike hapa, tatizo ni mingi, naanza hizi zingine. So na hii sitakuwa nimemaliza. Unaona? Acha nimalizane na hii kwanza.